Na hii ni Kioo Online TV. Hii ni kambi ya mafunzo ya ujasiriamali kwa viongozi wa makundi ya vijana. Shirika la Umoja wa Wawezeshaji Kioo kwa ufadhili wa shirika la Mescops Tanzania limewajengea uwezo viongozi wa makundi ya vijana wapatao 110 kutoka wilaya ya Uvinza, ambapo mradi wa Girl H umetekelezwa. Mafunzo haya yanawajengea viongozi uwezo wa kutambua fursa za kiuchumi ambazo zinawazunguka, pia namna ya kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kujiletea fursa na kujikwamua kiuchumi. Mafunzo haya yamefunguliwa na mtendaji wa kata Bi Naomi Andrew, ambaye alitoa nasaha zake na kueleza namna gani ambavyo mradi huu unafanikisha kuinua vijana kiuchumi. Alieleza haya yafuatayo. Nipende kulipongeza shirika letu la Kioo kwa kuandaa mradi huu, kwa sababu mradi huu unalenga kuwajengea vijana wasichana na vijana wa kiume uwezo wa namna ya kujikwamua kiujasiriamali, kufanya shughuli za ujasiriamali, lakini pia watakapoyapata mafunzo haya yatawasaidia kukinzana na changamoto mbalimbali kwenye shughuli zao za kila siku. Lakini pia mafunzo haya yanakuwa ni fursa adhimu ya kujifunza na kubadilishana mawazo. Hapa tumeona tuko kata mbili. Kata ya Mwakizega labda kuna shughuli zao kule Mwakizega, kule kuna shughuli za uvuvi mimi. Kule inawezekana kuna wengine wanafanya biashara za uvuvi, kuna wengine wanafanya biashara za ushonaji, lakini hapa Kazura Mimba kutakuwa pia kuna wengine wanafanya biashara mbalimbali. Tulipowakutanisha makundi haya yote mawili, wanakuwa na fursa ya kubadilishana mawazo, lakini pia kujua ni namna gani ya kuendeleza shughuli zao. Lakini pia mimi ni wasihi washiriki kutumia vyema muda huu kwa kushiriki kikamilifu katika mafunzo haya. Lakini pia maarifa mtakayoyapata hapa yatakuwa na mchango mkubwa katika maisha yenu binafsi, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla. Ninazungumza hivyo kwa sababu kuna vijana wengine waliobaki kule mitaani, si ndio? Ndio. Wale vijana wengine waliobaki kule mitaani, mna uwezo wa nyinyi kubadilishana nao mawazo ya namna ya kujiendeleza, si ndio? Kwa hivyo mimi nina imani mafunzo mtakayoyapata mahali hapa yatakuwa ni fursa kubwa ya kwenda kuwasaidia na wale vijana waliobaki kule mitaani. Lakini pia si wale vijana waliobaki mitaani tu, yatakuwa ni mchango mkubwa katika maendeleo yenu binafsi, lakini pia na kwa jamii kwa ujumla. Kwa maneno haya mafupi niweze kusema tu kwamba mafunzo yetu tumeyafungua rasmi, na mafunzo haya yatakuwa ni ya muda wa siku 3. Asante mshukuru. Mwezeshaji wa kambi hii Bwana Richard Mbiha kutoka IMED aliwafafanulia vijana tofauti kati ya mjasiriamali na mfanyabiashara. Katika mafunzo haya aliwaelezea tofauti hiyo na kueleza haya yafuatayo. 1. Mjasiriamali. 2. Mfanyabiashara. Sasa tunaosema yaani mpaka sasa hivi nilikuja hapa, si ndio? Ndio kulikopita huko kwa mseni na kibao. Alafu sasa imekuja mafungo mawili. Kama bwana huko ndani kuna chakula kimewekwa kimeandikwa juu ujasiriamali. Alafu hapo kuna chakula kimeandikwa kufanya biashara. Wewe unaenda na nani? Tunaanza na ujasiriamali. Nyosha mkono. Kwamba mimi bwana kama nikufanikiwa katika maisha yangu natamani wewe kuwa mjasiriamali. Mimi nasema mimi napenda niwe mfanya biashara. Mjasiriamali nyosha mkono. Wao wanasema mimi mpaka nakufa mimi biashara sitaki, na bado mjasiriamali. Nyosha mkono. Nyosha kwa ujasiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hawa wanasema sasa tutabaki moja jasiriamali. Wanasema mimi biashara. Fanya biashara mkubwa bwana. Mimi jasiriamali hapana. Biashara. Kwa hiyo kuanzia sasa nani bora? Mjasiriamali au mfanya biashara? Jasiriamali. Anayedunduliza ni nani? Tena mdogo, sio mshamba biashara. Kwa mfanya biashara mjasiriamali. Unaelewa? Ndio. Katika kambi hii ya mafunzo imehudhuriwa na vijana wapatao 40 ambapo 32 wakiwa ni viongozi kutoka makundi ya vijana wajasiriamali. Na huyu ni kiongozi mmojawapo ambaye anaelezea ni kwa namna gani mafunzo haya yatasaidia kuweza kuwainua kiuchumi. Nimejifunza ujasiriamali, nimejifunza mambo ya kuzingatia wakati wa masoko ya kidigitali. Hivyo nitakapotoka hapa nitaenda kuwajuza wanakikundi wenzangu mambo ambayo niweza kujifunza ili tupate kubadilika. Na kikundi chetu kinajihusisha na ushonaji wa nguo. Kwa hiyo naamini tutabadilika, tutatumia mitandao kama njia ya kukuza biashara na kukuza kipato kwa ujumla. Aidha, mentor naye wa makundi hayo ya vijana akaeleza haya yafuatayo. Naitwa Dioman Steven Kayanda, ni mentor katika kata ya Kazuranyimba. Nasimamia baadhi ya makundi ambayo yanapatikana katika kata hii, na kwa ujumla makundi yanaendelea vizuri, lakini nitajitahidi kuhakikisha angalau makundi haya yanafanya vizuri zaidi kwa kuyatembelea mara kwa mara, ili kuhakikisha taarifa zinazopatikana na kile wanachokifanya kinafika kunakohusika. Na yote haya yanafanyika ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha angalau kila kundi linapiga hatua, maana hata kama wamepiga hatua lakini bado hatua hiyo haitoshi. Hivyo nitajitahidi kikamilifu kuwa mwaminifu na kuzingatia muda, kutenga muda wangu wa kutosha ili kuyatembelea haya makundi, lengo kuu ikiwa ni kuhakikisha wanafika mbali zaidi katika swala la kimaendeleo. Na wanapofanya hivyo nitakuwa nimechagiza kwa namna moja ama nyingine shirika la Umoja wa Wawezeshaji Kioo ili kuchanja mbuga na kufikia malengo makubwa yale ambayo yamewekwa. Na furaha yangu kuu ni kuona makundi yanapanda zaidi na shirika yale malengo makuu katika swala la mafanikio yanafikiwa kikamilifu. Na supervisor naye alikuwa na kwa majina naitwa Dorika Joseph Bundara, ni supervisor wa Mwakizega. Niko kwenye mradi wa GearH kupitia shirika la Kioo, na tuko kwenye mafunzo haya kwa muda wa siku 3. Nitahakikisha ndani ya haya mafunzo tunayoendelea kuwapa vijana, nitahakikisha vikundi vinazidi kuendelea na washiriki wanaendelea na kazi zao na miradi inazidi kukua. Katika miezi 6 natarajia kuona vijana wanaongeza vipato, nikimaanisha faida, wanatengeneza faida kubwa kulingana na mitaji waliopewa na kulingana na rasilimali walizopewa, kwa sababu kuna vijana wengine walipewa cherehani na kuna vijana wengine walipewa pesa kwa ajili ya kuanzisha biashara katika makundi. Nategemea vijana watengeneze faida kubwa ambayo itawasaidia katika kuongeza mitaji yao na kukuza biashara yao nje na ndani ya maeneo wanayofanyia kazi. Na hii ni Kioo Online TV.